Clouds TV, empowering lives. Sadaka ya mikono yetu na ya mtume wetu ambao umemtuma Bwana uiweze kukubalika mbele ya kiti chako cha enzi. Mafuta haya Baba yetu tunayabadilisha na damu ya wapendwa wote ambao kuanzia sasa hawataweza kumwaga damu nyingine. Baba yetu, tumemwaga damu ya kutosha katika milango hii yote. Tumemwaga damu Baba wetu kwa sisi wenyewe, kutumia mikono yetu, kutumia mipango yetu, kwa njia ya mishale, kwa njia ya mapanga, kwa njia ya risasi, kwa njia ya ajali za magari. Baba wetu, hata utelezi wa barabara tunaukataa katika jina la Yesu. Baba wetu na Mungu wetu, damu yoyote ambayo ingehitajika kuzimu kwa ajili ya kushibisha na kutoshereha roho yeyote mchafu, mafuta haya yatakapoingia mikononi mwa mtumishi wako na yatakapoguza mchanga, sasa yaanze kuvunja na kubomoa na kutawanya Baba wetu mipango ya Ibilisi. Madhabahu yako isimame, neno lako lisimame, mapenzi yako yasimame, na injili iendelee. Katika jina safi la Yesu Bwana tunaomba na kuamini. Amen. Kwa ufupi tu kuelezea ambayo imefunguliwa. Ukiangalia kwenye kitabu cha Ayubu, Job chapter 38 verse 17 nasema, have the gates of death been revealed? Have the gates of death revealed to you? Yani, milango ya kuzimu, milango ya kifo imepata ufunuo. Sababu nimeambia huyu aombe, kwa sababu alikuwa na ufunuo. Yeye ndiye alipata wakati tulikuwa kwenye meeting pale, ndio niliona aliweza kutuambia milango iko mahali fulani, milango iko mahali fulani. Kwa maana amepata ufunuo. Kwa hivyo kitu cha kwanza kabisa ni kupata ufunuo, kujua kama ufunuo milango ya kuzimu iko wapi. Because hauwezi kuja kufunga mlango ambao hujui mahali. Hauwezi kupigana vita ambavyo hauvielewi. You must understand mlango uko wapi. Endelea kusema ya kwamba Job 38:17, or have you seen the gates of deep darkness? Have you seen the gates of deep darkness? Umeona? Kama hujaona hauwezi kwenda vita. Kama haujaona hauwezi kufunga. Bwana unajua unafunga nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. That is step number 1. Kufunga mlango ambao inaashiria kifo. If we can read the book of Psalms 107 verse number 18. 107 verse number 18. Their soul abhorred all kinds of food, and they drew near to the gates of death. Yani, nafsi zao zilivutiwa na kila aina ya chakula. Ni kila aina ya tamaa, kila aina ya maisha na misingi, ambayo hiyo misingi imewasababishia kifo. Kupitia kwenye misingi ambayo tumeijenga, imetuashiria tumepata vifo, watu wamekufa kutokana na mambo ambayo yalitendeka. Mambo ambayo yalitendeka zamani na ambayo yameendelea kutendeka. That has caused we have abhorred. Our souls have been abhorred na zimeshikamana na misingi ya kifo.
ndio kwa maana vifo vinaendelea kutufuata. Uphold all kinds of food. All kinds of food, chakula ni kile vitu ambavyo tumeshibishwa. Chakula gani ulishibishwa? Chakula cha kishetani, chakula cha damu iliyokuwa na Afrika, damu iliyokuwa na dada zetu. That is what has caused us. So mwanzo kabisa ujue, mwanzo ukijua the gates. Number 2, uelewe ni nini ambacho tulikulishwa, ni roho gani tulishibishwa ambayo inatukula. Mwanzo kabisa tulijua wazungu, hii ndio ilikuwa geti zao za kuua watu. Kwa hivyo kuna msingi ambao tulishibishwa, which is in us, na watoto wetu is in us, na hata kila mtu all pia, watu wote hapa ndio naona kupigana kushika mtu kama huyu uchinje, it is just a simple thing. Mtu kukuja kwa accident kama hiyo kufanyika, inafanyika kwa ukubwa, hata unakuta nchi mzima ya not worry. Hata kule garini yako ile ndio kado 52 and it's a big deal. Na kama ni zamani kila mtu nchi mzima tungevaa magunia tuulize Mungu ni nini imefanyika. Because kuna chakula tumeshibishwa ya kumwaga damu. Kwa hivyo wakati inamwagika inasema ni kama it is okay. Whatever has happened, never farashi. Tusiapo kile matereva mayali, mambo kile it is normal. Bwana Yesu asifiwe sana. Therefore, ya tatu, sasa after understanding this, now you go to God and you become gracious to God. Psalms 9 verse 13. Be gracious to me, O Lord. Unakuja sasa, tumekuja hapa kumbebeleza Mungu. Be gracious to me, O Lord. See my affliction from those who hate me. You have lifted me up the gates of death. So there are people who have afflicted you since time immemorial. That is why we are seeking God. That out of the affliction, the faces, tabu ambazo tumezipata. Now we have come here. Leo tumekuja kumulilia Mungu. Out of the afflictions. Yes. Kama hatungekuwa na affliction, hatungekuja kumulilia Mungu. Those are 3 steps ambazo unazitoa. Identification of the gate. Number 2, what is this food ulifidiwa, of which we know now. Now tuende mbele za Mungu. Tumwambie Mungu tumekuja. Kuomba msamaha, utusamehe, utushike mkono, utuelekeze mahali ambapo tunaelekea. Hivyo tuko na mabishop hapa. Wafuteni huko juu. Tuongoze kwa maombi, tutubu dhambi ya wazungu, tutubu dhambi ya Afrika, na tutubu dhambi yetu. Ndio tuweze kumwaga mafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tuinue mikono yetu kwa Bwana, ishara ya kusarenda mikononi mwake. Mtakatifu Baba yetu na Mungu wetu, tumesimama kwenye marango haya Bwana wa majeshi ya Mao Summit kielekea Molo. Mungu mtakatifu, tumesimama kwa sababu tumepata dhiki, tumepata majonzi, tumeomboleza Bwana wa majeshi, kiasi ya kwamba majonzi nusura iwe vyakula vyetu kwa sababu ya mateso Bwana wa milele yale ambayo tumepata kupitia ndugu zetu, dada zetu, watoto wetu, wale ambao wameweza kuangamia. Mungu mtakatifu, madhabahu haya yaliinuka tangia siku za mkoroni, aliyewachinja wanadamu, akachinja mababu zetu, akachinja baba zetu, akachinja hata wazazi wetu. Bwana wa milele, madhabahu haya imeweza kuwa na mdomo unaodai damu, ambapo Bwana wa mabwana inadai karibu kila mwaka ikiuliza kufanyiwa services zake. Na leo hii Bwana wa milele, tumekuja kuyatubu yale makosa iliyofanyika siku za mababu, ikafanyika siku za magogo, ikafanyika siku za wazazi, imeendelea hadi siku zetu. Bwana, mambo yote yamekuwa yakifanyika, yamekuwa machukisho usoni mwako Bwana, na kilio kinacho kufikia
mbele ya kiti chako cha enzi. Ni kilio cha maumivu, ni kilio cha mateso. Na sasa Bwana tumekuja, maana ni sisi tuliopo kwenye kizazi hiki. Twaomba msamaha, utusamehe Bwana wa milele. Wenyewe Bwana wa milele tuliketi tukajiuliza tutafanyaje ili tumwage damu. Bwana wa mabwana, damu tuliyoipangia ni damu, o Bwana wa milele, ya wanadamu uliowafanya kwa kusudi lako, kwa nia jema ya moyo wako. Na Bwana, mioyo yetu, macho yetu, mikono yetu haikuona hofu kuyatekeleza wala kuyatenda. Bwana wa utukufu, tusamehe. Wewe unayesamehe mwanadamu. Bwana, unapotusamehe ukanyamazishe damu iliyomwagwa na wakoroni, iliyomwagwa Bwana wa milele kwa minajili Bwana wa majeshi ya vita vya kikabila. Hii damu Bwana wa mabwana imelia tangu miaka Bwana wa mabwana, na sasa inaendelea kulia na inadai mambo mengi. Si Bwana uturehemu na utuonee rehema, na ili unyamazishe na uvunje na uvutilie mbali na uondoe Bwana wa mabwana uwezo na madai ya madhabahu haya kwa jina la Yesu. Baba wa milele, usipoturehemu hatuna mwingine wa kuturehemu. Usipotusamehe hatuna mwingine wa kutusamehe. Baba mwenye uwezo, twaomba huruma safi, twaomba rehema zako zionekane leo na jioni ya leo na wakati wa sasa kwa jina la Yesu. Baba mwenye uwezo, mikononi mwako twajipeana, mikononi mwako twajipeana, twajipeana kwa sababu yetu, twajipeana Bwana kwa sababu ya watu wa taifa, twajipeana Bwana kwa sababu ya makabila yote za nchi hii kwa jina la Yesu Kristo. Kwa niaba ya kila mmoja twaomba msamaha, kwa niaba ya wakongwe twaomba msamaha, kwa niaba ya wazazi twaomba msamaha, kwa niaba ya watoto Bwana wa mabwana twaomba msamaha, kwa niaba ya wazee, kwa niaba ya vijana, kwa niaba Bwana wa milele hata ya wamama twaomba msamaha. Tusamehe Mungu, turehemu wewe unaishi, tuonee rehema wewe uliyefanya. O Bwana wa mabwana na mfalme mwenye uwezo, mbele ya kiti cha rehema waomba rehema zako. Maana wewe ni Mungu, wewe ni mwenye uwezo, wewe ni mwenye ushindi, wewe ni mwenye fadhili, wewe ni mwenye Jehova Mwenyezi. Makosa uliyotendewa kutoka sasa hadi watakapofunuliwa katika Mwokozi. Kula Yesu Kristo Bwana na Mwokozi, kwamba tuamini na pia tunashukuru. Katika kitabu cha Mathayo 16:18 inasema hivi, I also say to you, you Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of hell will not overpower it. Upon the revelation ambayo tumeipata
katika hapa upon sisi kuja kutubu dhambi hizi kwa niaba ya waliozifanya na kwa niaba sisi wetu na kwa niaba ambao watakuja mbele zetu, nayo misingi ama gate za giza, milango ya giza haitafaulu kamwe. Mafuta haya kama vile Mungu ameanoint na yamebadilika, yamekuwa chemichemi ya uzima. Kifo tena hakitapatikana hapa. Na sio tu kifo kutokana na accident, hata magonjwa ya maambukizi, magonjwa ya kiroho na magonjwa aina yote ile. Mimea itakuwa, mbuzi na ng'ombe zitakuwa, na watu watapata utajiri. Economy itabadilika, maana tumetubu dhambi zetu na Mungu akiwa mbinguni amesikia na milango ya baraka imefunguliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ninapomwaga mafuta haya, nasema katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Sema amina. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Kwa jina la Baba, Mwana. Amen. Jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Amen. Kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tunakushukuru Baba, maana milango hiyo imefungika katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Siku nyingine hatutapata mauti hapa, lakini baraka zako zitamiminika. Hivyo ndivyo tunafunga milango katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Baba, katika jina safi la Yesu, tumekushukuru kwa ajili ya upendo wako. Tumefunga milango ya kifo, tumefungua milango ya baraka. Watakapoingia Molo, waingie na baraka. Watakapotoka, watoke na baraka. Shida yoyote Baba wetu isiingie kuanzia leo na kuendelea. Tumekuamini maana wewe ni Baba yetu, katika jina safi la Yesu Kristo. Jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Baba mtakatifu, tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu wetu. Amen. Neno lako linasema tunapokuja kwako tunakuja kwa imani. Yes. Na hivyo tunakushukuru kwa sababu wewe unatusikia. Amen. Na Bwana, tunaungama na tunatangaza kwamba kuanzia sasa roho ya mauti haina nguvu katika mwili wa Mungu na katika barabara hizi, katika jina la Yesu. Tunatangaza baraka zako na nguvu zako na uweza wako ukatamalaki. Na tunafungua mlango kwa sababu ya mfalme wa wafalme ili akatamalaki katika mji huu wa Molo, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
katika Wakikuyu, sijui kama Wakalenjin mnakuanga na hiyo. Wakikuyu anasemanga wakitaka kukuroga, anasema ogirodhuru. Nendea hii mchana nikubali watoto wote hapa. Wacha nibariki. Nendea hii mchana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru, tunakuinua, tunakubariki. Jina lako libarikiwe na milele na milele. Asante kwa ajili ya mchana Bwana. Huko ndipo ulimwengu kwa wanapoingilia kwenye kazi, wanapofanya kazi ya kulima, wanapofanya kazi yoyote, waweze kuwa baraka katika watu wa Maana maeneo haya ni mpaka kati ya Wakikuyu na Wakalenjin. Hapa kumemwagika damu kwa sababu ya Wakikuyu na Wakalenjin. Kulimwagika damu kwa sababu ya mzungu na Wakikuyu. Kulimwagika damu kwa sababu ya accident ambako damu ya Mjaluo ilimwagika, ya Mluya ilimwagika, damu ya Mkenya yote ilimwagika. Na kutoka siku hii ya leo tumefunga umwagikaji wa damu katika maeneo haya in the mighty name of Jesus Christ. Lakini sasa tunatangaza ya kwamba tumeshika mchanga huu, na ulisema katika Deuteronomy 28 tutakaponyenyekea tukufuate, tukuamini na tufanye matekelezi yako, na wewe unaenda kutubariki. Udongo wetu utabarikiwa, mazao yetu yatabarikiwa, mbuzi zetu zitabarikiwa, ng'ombe zetu zitabarikiwa, watoto wetu watabarikiwa, dunia yetu itabarikiwa. Na hivyo sema baraka zako kwa watu wako. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Leteni yote. Makatala babusa. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Tunakushukuru Bwana kwa sababu ya kipawa cha wokovu. Baba yetu, wakati huu tulikuja bila kutarajia kupata mawindo, lakini Bwana, njia zako ni za maajabu. Mioyo hii ambayo baba wetu inatoka siku ya leo wanataka kukupokea Jehova, na wamekwisha kusema na vinywa vyao ya kwamba Yesu ni Bwana. Baba yetu, tunakupa mioyo yao upate kuwabariki. Andika majina yao katika kitabu cha Mungu. Usikasahau mioyo yao katika jina za Ibrahimu. Mahali kokote mitume walienda, Bwana ulitenda miujiza kupitia mikono yao. Baba yetu, watu hawa tumewapokea katika ufalme wa mbinguni, maana umesema kitakachofunguliwa ulimwenguni kitafunguliwa mbinguni, na kitakachofungwa Bwana hapa ulimwenguni kitafungwa mbinguni. Wapendwa hawa, maisha walioishi ya anasa, ya ufidhuri, ya upotevu, ya dhambi, sasa tumeifunga katika jina la Yesu.
Ni asanti Baba yetu. Tumekubali ya kwamba umekwisha fungua baraka za milango ya kuingia Molo. Kama hawakutokea kama mashahidi ya kwamba umepokea sadaka zetu, hatungejua ukifanya maajabu. Baba yetu na Mungu wetu, tunaomba ya kwamba uwadumishe, uwaelekeze, uwasamehe, uwasikie, na zaidi Baba yetu uwape majukumu ili wakutumikie. Katika jina safi la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu. Maana ulitenda. Ulikuwa umeniahidi nikifika mahali hapa utanipatia ishara. Haleluya. Na dua zetu zimekubalika. Ninaweka hawa watoto katika ramani hapa. Misingi yoyote ya kitamaduni, misingi ya foundation za wazazi, ama chochote ambacho kiliinuka katika maisha yao na maeneo haya yote ninaikansel katika jina la Yesu. Ninawaacha huru wakafanye na wakafaulu katika maisha yao, wasafiri dunia mzima, wafunguliwe milango yao, milango ya kifedha, milango ya ndoa, milango ya maisha na kila kitu watakacho kuomba. Baba, usiwanyime, maana wamekuwa mfano wako mzuri wa ishara zako jinsi zinavyofanya kazi. Na katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Somebody chukue nitakubali msipatie namba zenu. Majina na simameni sasa, simameni. Karibisheni. Bwana Yesu asifiwe. Karibu kwa Yesu. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Karibu kwa Yesu. Tumekuja, ninaamini sisi wote tumekuja tukiombea lango hili. Na wakati tulipokuwa tunakuja tukiombea, kuna maneno pia Mungu ameniongelesha kwamba huu ndio mlango wa uasherati wa kuingia Molo. Na huu mlango ndio ambao tunafunga katika jina la Yesu Kristo. Na kwa sababu Mungu ameweka katika mioyo yetu na katika moyo wa mtumishi wake Apostle Ndura, tunataka kutangaza kwamba mji huu, maeneo haya, kwamba kila kitovu ambacho kimeshikanisha Molo na milango hii ya kuzimu inakatika katika jina la Yesu. Nataka kutangaza kwamba maeneo haya yamekuwa kilio kwa jamii nyingi, yamekuwa kilio kwa biashara za watu wengi, na tunataka kutangaza kwamba maeneo haya na mlango huu tunaufunga katika jina la Yesu. Na kwa hivyo nataka kukaribisha Apostle ili akatuelekeze katika kufunga mlango huu na kutangaza baraka za Bwana katika jina la Yesu. Nasema Mungu amenenea wakati pia tulipokuwa tunakuja kwamba huu ndio mlango ambao umekuwa mlango wa kubomoa jamii wa uasherati. Uasherati kupitia Molo umekuwa ukiingilia mlango huu. Na kwa hivyo tunapofunga pia tukafunge mlango huo katika jina la Yesu. Independent Church. Bwana Yesu asifiwe sana. Huu mto uko na historia kubwa kuliko Molo. Huu mto unaenda mpaka Rudolph. Na ndio unashikana na mto wa Molo. Na mto wa Molo unaenda mpaka wapi? Victoria. Unaenda mpaka Nile. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So chanzo cha kubeba baraka ama cha kuangamiza ama kuondoa, wachawi walikuwa wanatumia nini? Wale walitembea kupitia kwa mito. Wanakuja wanabeba baraka ama wanaleta baraka. So hapa pia kumekuwa ni matambiko ya wazee. Wamechinja mabuzi hapa. Na wamefanya kafara zao hapa.
Tunataka tuongozwe na watu wa independent church. Kuvunja hiyo madhabahu ya wazee. Kisha hapo wapi huyu? Chirichiri kuja hapa. Naye Chirichiri atuongoza katika maombi ya kufunga chochote ambacho kinaweza kubebwa kupitia kwa maji. Kisha tutafunga milango yote pamoja. Ongoza kwa maombi kwanza. Kitu kinatoa. Ngai witu oihirwo nĩ tha na ũtamena mũcayo wa ngoro ĩreherete ningĩ gakwĩrĩga kĩongo na kĩonene mũno makũthamaki. Nĩ twagũtĩa tu nĩ twakwĩnamĩrĩra mahinda mama hwaĩ-inĩ kĩongo na kĩonene Mwathani. Twarikana kĩongo na kĩonene Elishadai mũno makũthamaki nĩ ũtiranĩtie na ithuĩ kuma rĩrĩa twara mũgithi twa matu-inĩ Mwathani. Mũno mahinda mama hwaĩ-inĩ nĩ tũkuonete wĩ Ngai kĩongo na kĩonene mũno makũthamaki. Nĩ tuma igongona rĩrĩa tuma mwena wa Mausabeti twa matu-inĩ Mwathani. Nĩ tũrona no athiĩ ũkĩrutaga wĩra igũrũ itũ mũno makũthamaki. Nĩ witũ tũtigaine Mwathani ũtũre hamwe na ithuĩ kĩongo na kĩonene mũno makũthamaki. Twakũnengera meciria maitũ twakũnengera ngoro citũ ithuĩ twa matu-inĩ Mwathani. Ona moko maitũ maya mararuta wĩra ithuĩ twa matu-inĩ mũno makũthamaki. Nĩ maranyita igongona rĩrĩa maguta ithuĩ twa matu-inĩ Mwathani. Tũkiunanga mĩbango yothe ya ũrĩa mũrũcitani ithuĩ twa matu-inĩ mũno makũthamaki. Nĩ kwĩna magongona manarutwo nĩ athuri ithuĩ twa matu-inĩ Mwathani magĩtũma bũrũri witũ ũgĩe na ihinda rĩa gũthaha ithuĩ twa matu-inĩ mũno makũthamaki. Namo magongona macio nĩmo tũrabunjabunja Ngai tharĩ na nekere mũno makũthamaki. Twĩtie wega waku twĩtie kĩongona gĩaku ithuĩ twa matu-inĩ mũno makũthamaki. Kũgerera apostle ithuĩ twa matu-inĩ mũno makũthamaki. Kũgerera mabishop arĩa me haha ithuĩ twa matu-inĩ Mwathani. Kũgerera athĩnjĩri arĩa twĩnao kĩongona kĩonene Mwathani. Kũgerera erĩgĩrĩra twĩna mwĩtĩkio mũnene ithuĩ twa matu-inĩ Mwathani. Mĩrongo wĩka ũndũ mũnene ithuĩ twa matu-inĩ Mwathani. Kuma mahinda marĩa twambĩrĩria igongona rĩrĩ ithuĩ twa matu-inĩ Mwathani. Nĩũkĩte na ũkeyari ithuĩ twa matu-inĩ Mwathani. Nĩ kwĩna mĩrango ĩno ithuĩ twa matu-inĩ Mwathani. Tũrenda tũmĩhinge ithuĩ twa matu-inĩ mũno makũthamaki. Ĩĩ yoka na ĩkaingĩrwo na kũruta magongona ithuĩ twa matu-inĩ Mwathani. Marĩa matagũkũnĩ kĩongona kĩonene Mwathani. Nĩmo tũraregana namo hwaĩ-inĩ wa mũthĩ Mwathani. Twetie wega waku twetie kĩongona gĩaku ithuĩ twa matu-inĩ Mwathani. Theria moko marĩa marambarara ithuĩ twa matu-inĩ Mwathani. Marĩa marambario nĩ athĩnjĩri na atungatĩri a Mwathani makũthamaki. Makĩruta igongona rĩrĩ ithuĩ twa matu-inĩ Mwathani. Nĩkĩo magona onekane ithuĩ twa matu-inĩ Mwathani. Warĩkia gwĩka ũguo kĩongona kĩonene Mwathani. Kuma no cirocokera mũno makũthamaki. Na wĩrĩgĩrĩra nĩũgũtũrathima Mwathani. Nĩũgũkorwo hamwe na ithuĩ mũno makũthamaki. Nĩ gĩtũmi nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo arĩ Mwathani witũ mũhonokia wa Kristo twahoya ningĩ twacokia ngatho. Amen. Amuktainde nyala itoria tenga inene kwa Jesu. Macha tururi na kamwa ngongoi. Ngongoi amu nafasi ni aporo ini Jehova. Kage bwan kabisa mulango ini Jehova. Asikobit kenyo ke ngalal tuke bako biruret. Embara kungu Jehova ninyo. Tai kabisa some nyo naksae. Ngalal kabisa kongeteni ngo. Kage tonon kukikiboiti ni ngo. Siki ngalol chingungu nyechu. Kage ngalol kabisa akutpechu. Yeibe kabisa koi karatuku kemnya. Yagitya kabisa konyo kwa biruret. Beruri kabisa we Jehova ninyo. Emo ninyo mpa Molo. Iyo chinemye. Tonon kabisa we baba. Nakuru kwa mugul. Iya ituku keche. Elwangi mnatosheka boy. Sebite no kutensoi. Iya shaya ngai nene bo Jesu. Yesu ninyo. Ami ye boroindo. Ampa unatet kongeteni ngo. Iya tukulo Jehova. Anda kichege unegu. Ngoyo gisi keche. Ako chamak sendai mo. Kitoro rigai nemo. Emo ungongoi. Ngai nene ilana kwa Kristo Jesu. Nyagipta yandenyo. Amen. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu, tunasimama katika mlango huu tukivunja kitovu cha uasherati katika jina la Yesu. Kupitia mlango huu jamii nyingi wamelia, biashara nyingi zimevunjika. Bwana, sasa tuavunja kitovu chochote Bwana kinachounganisha Molo na roho ya uasherati katika jina la Yesu. Watangaza sasa kwamba Molo imefika wakati wa kufunguliwa katika jina la Yesu. Tunatangaza jamii zinafunguliwa, watumishi wanafunguliwa, mji wa Molo unafunguka katika jina la Yesu. Na kwa damu ya Yesu tunasema gharama yote imelipwa na kitovu kimekatika kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mtakatifu Baba wetu na Mungu wetu. Tumesimama kando ya mto huu. Baba wetu, tukiamini ya kwamba kwanza utatakasa maji haya. Yatabadilika kutoka kuwa damu. Yatang'arishwa na wewe Baba yetu. Na yatakuwa baraka kwetu. Maji ni uhai. Maji ni baraka. Na maji ni maisha. Baba, nimesimama hapa kunena na wewe kuhusu uasherati. Baba yetu, uasherati ni wa aina nyingi.
Hivi majuzi nchi yetu ilitangaza jambo ambalo Bwana likanajisi nchi yetu, ya kwamba wanaume waoe wanaume, wanawake waoe wanawake. Baba yetu, hiyo ni dhambi na tumekataa. Isije ikavuka kutoka mito hii, isije ikavuka daraja hili katika jina la Yesu. Baba wetu, kuna jambo lingine ambalo tumeliona na kwako lichukia, ya kwamba kuna lot of premature death. Watu wengi Baba wetu wanaishia kufia kwenye daraja hili. Tumekataa moyo huo ambao haujapanga kurejea kwako Baba wetu, katika jina la Yesu. Tunavunja kwa jina lako ya kwamba hakuna premature death ambayo itafanyika kinyume na mapenzi yako. Jambo la tatu, Mungu wetu, kuna miili ambayo imekuwa ikitupwa hapa. Watu wanauliwa kwingine, wanakuja kutumbukizwa kwenye maji haya. Maji ni ya ubatizo, maji ni ya uhai, na maji ni ya maisha. Hakuna atakayetumbukizwa kwenye mto huu baada ya kuuliwa kwingine. Baba yetu, tunabariki hata msitu huu. Watu wanatekwa nyara, wafanya biashara wanakuja wanaporwa kwenye msitu huu. Msitu huu Baba yetu tunaujaza na mwangaza wa Roho Mtakatifu. Waizi na wauaji na waabudu sanamu na wote ambao ni wazizi na warogi, Baba yetu na waganga, tunakataa kutumia msitu huu kama giza la kujificha. Baba yetu, fanya madhabahu yako katika misitu. Fanya madhabahu yako katika barabara hii. Fanya madhabahu yako kwenye maji haya. Mwanao Yesu Kristo alibatizwa katika mto Yordani. Maji yatiririka kama haya hadi mahali ambapo mto huu unaenda. Uende ukifufua. Tunakumbuka ulipomuita mtumishi wako Ezekieli, ya kwamba maji yalipopita magoti yalianza kuponya wote waliotumbukizwa wakiwa wafu. Walianza kuponywa. Samaki zilizokufia ndani zilianza kupona. Viziwi walipoingia ndani walianza kupona. Viwete waliokuwa wamelemaa walipoguzwa na maji hayo walianza kuchechemea, na mwisho wakatembea huku wakiliinua jina lako mtakatifu. Baba wetu, hatukuja hapa bure. Hii ni ishara kwamba Bwana, uvuvio unaendelea na kupitia mtumishi wako Ndura. Baba yetu, uliyemtokea na maono ya toba, Baba yetu, tunaamini ya kwamba ni mtumishi wako, na kupitia Roho wako Baba tunatubu kila aina ya dhambi hizo fanyika na baba zetu. Na kumbuka, mkiwa mtoto wazungu walikuja hapa na kufanya makafara yao kwenye daraja hili na kwenye boma ambalo liko nyuma yetu. Bwana, tunasema ubadilishe mambo. Bariki kila aina ya tendo lililotendwa Baba yetu kinyume na matarajio yako. Mungu wetu, tunatubu kwa pamoja kwa kusema katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, zote tuseme amen. Baba wa mbinguni, wewe ndio uliumba mbingu na hata dunia ikaumbika. Milima na mabonde, mito na hata bahari zote, pamoja na wanyama na hata ndege wote wa angani na wa ardhini. Viumbe vyote vilivyo katika uso wa dunia hii, vyote viliumbika kupitia wewe kusema. Hivyo hivyo makerubi na maserubi na mamilioni wa malaika walioungama mbele zako wakisema unastahili kuabudiwa. Tunaunganika pamoja na wao kusema unastahili kuabudiwa. Maana ndio kwa maana umetusamehea dhambi zetu, na nimebeba mizigo yote ya wazungu waliokuwa hapa, waliua watu ambao walikuwa hawana hatia. Mizigo ya wababa wetu waliopiga Wakalenjin, na Wakalenjin waliopiga Wakikuyu, na Wakikuyu waliopiga Wajaluo, na Wajaluo waliopiga karibia lolote lile. Na wale ambao wamekuja wamenyongwa kwenye msito huu, wameibiwa kwenye msito huu, na wengine wamenyajisiwa kwenye maeneo haya.
haya. Mali mingi imepotea. Vision zimeuliwa. Watoto wameuliwa. Wengine wametendewa kinyama. Baba, nabeba mzigo huo. Tukiwa na watumishi hawa. Tumekuja kwako. Kwako ulituambia mizigo tulioibeba tuilete kwako, maana wewe ndio una uwezo wa kubeba ile mizigo. Tunabeba mzigo wa Molo, tunabeba mzigo wa Kebuja, tunabeba mzigo wa Sariga, Changwani, hata Mausama timu, hata Totare, hata kwenda Eldoret, kwenda mpaka Kericho, kwenda mpaka Boro Town, mpaka Joro, mpaka Elibagoni, hata Nakuru. Baba, tunabeba mizigo hiyo. Hata maji haya yanaenda mpaka Baringo, yanaenda mpaka Rudolf. Baba, tunaomba dhambi yoyote iliyopelekwa Rudolf tunaiungama, tunasarenda, ukatutakaze tena katika jina la Yesu. Baba, naitishia Molo wokovu, naitishia Elbagon wokovu. Kevunja Baba, angalia usherati umeinuka, magonjwa ya ukimwi imeinuka, kansa imeinuka, presha imeinuka, hata visukari imeinuka, magonjwa yasiyoeleweka yameinuka, kilimo kimeanguka, mbuzi zimeanguka, ng'ombe zimeanguka. Hatuna tena kitu cha kujivunia. Kutoka leo ninatangaza mambo hayo yote yakaangamie katika jina la Yesu Kristo. Kilimo chetu chiinuke, mbuzi zetu zikue, ng'ombe zetu zikue, wasichana wakue, wavulana wakue, akina mama wakue, akina baba wakue, kanisa lako liinuke, biashara zifanyike na maendeleo yaonekane katika maeneo haya yote, katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Amen. Haya maji yafanyike yakuwe mahali pa kupatisia watu. Amen. Twende tukayatakase. Amen. Shikeni hiyo maji. Kila mtu ashike. Okay. Baba, katika jina la Yesu Kristo, maji ulisema ni uhai. Maji uliyatumia hata kutengeneza binadamu. 70% inakuanga ni maji. 70% ya maendeleo duniani ni maji. Maji yamejaa katika dunia mzima na uliyatumia. Wakati mmoja Elisha aliambiwa ati kizima hiki maeneo haya ni mazuri, lakini maji yake yametiwa najisi. Maji haya yalitiwa najisi sio leo, miaka mingi na wazungu walioua watu, alafu damu hii ikatembelea kwenye maji hii. Watu wengine wamekuja wamerusha miili na najisi hiyo ikatembelea kwenye maji hii, na kutoka leo ninatakaza haya maji katika jina la Yesu Kristo. Maji haya yafanyike masafi, yafanyike ufufuo. Mahali popote yatapita, ufufuo wako ukapatikane, neema yako ikapatikane, ushindi wako ukapatikane. Maji haya yasibebe uhai, maji haya yasibebe uhai. Mnyama yeyote ama binadamu asife kwenye maji haya. Watu wabatizwe kwenye maji haya, mimea imee kwenye maji haya, baraka ipatikane kwenye maji haya. Watu wa Molo, watu mpaka Lake Rudo, watu wa Baringo, watu wa Kenya, Molo River, mpaka watu wa Egypt wakapokea baraka ya maji haya katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Hello. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Jina la Baba na la Mwana
Ithe witũ Ngai mwene hinya wothe we wombire igũrũ na kĩũmba thĩ. Amen. Ndoka haha mbere yaku Ngai. Amen. Nĩ wanyamũrire no kĩndũma no kĩnjĩra thiĩ ndutage wĩra ũyũ. Amen. Atĩ njoke gũtharia magongona mothe thĩinĩ wa ibuku rĩa Jeremia 1:10. Amen. Atĩ nĩ ũhete ũhoti wa kũmomora, kũmaũrania, kũmunya ona kũribariba na gũcoka kũrũgamia na gwaka. Amen. Atĩ nĩ ũnjĩrĩte baba harĩa hothe ndĩthiĩ nginyithie magũrũ maya makwa nĩ ũkatuĩka wa gwathana handũ hau. Amen. Andũ haha nĩ harutĩirwo magongona ma njino ma kũrongoria ngomi iria ciakuire tene. Amen. Ma kũrongoria agu na agu na kuma ũmũthĩ Ngai rĩ maroho ma agu na agu arĩa makomire tene marĩ ngomi nyũmũ maroho macio nĩ ndamacairenci thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mĩtĩ ĩno mahũthĩrire rĩ kwarahũra ngomi icio mĩtĩ ĩno kuma ũmũthĩ ũyũ ndĩkanaigue mĩgambo yao na ndĩkanonwo nĩ maitho mao na ndĩkanaiguo nĩ matũ mao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Kĩgongona o gĩothe kĩambararĩtio nĩ ndagĩkanja na nĩ ndakĩhinga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Matikaarĩria ciana citũ, matikaarĩria atumia aitũ na matikaarĩria aciari aitũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩ ndanina na ndarora. Chochote kile wewe ni wa pekee, wewe haulinganishwi kamwe na kitu chochote kile, wewe ni wa pekee. Baba wetu na Mungu wetu, tunakutukuza mfalme wa mbinguni. Asante kwa sababu ya wema na hata fadhili zako. Wewe ni Mungu wetu na wewe ni baba yetu. Asante kwa Bwana kwa sababu Bwana umetuteua Bwana na kututia mafuta mfalme ili Bwana wa mbinguni tukavunje ngome zote za shetani Bwana. Mungu wetu unasema ndani ya Yeremia 1:10 umetupa mamlaka leo juu ya falme zote za giza mfalme wa mbinguni ili kung'oa na kuharibu na hata kubomoa mfalme. Mchana wa leo Bwana tuko hapa kwa sababu hapa mfalme wa mbinguni ndiyo lango la kutoka Krisoni na ndiyo lango la kutoka Runguruoni hata Kirengeti mfalme wa mbinguni Getisha na hata Kamwaora. Mungu wetu na baba yangu hapa ndipo watu walipita Mungu wetu wakitaramuka Molo baada ya kufurushwa Bwana na wenzao Bwana wa mbinguni wa Kalenjin, na walipotembea Bwana walikuja wakilani, walikuja kwa wakiwa na uchungu na mfalme wa mbinguni kwa sababu ya maafa waliyepitia Bwana, kwa sababu ya uchungu waliyepitia, kwa sababu ya umwagaji wa damu waliyepitia. Mungu wetu ardhi hii na lango hili liliharibika, lililaniwa katika jina la Yesu. Mungu wetu na baba yetu, na kwa sababu ya nguvu na mamlaka ambayo umetupatia leo hii tuko mahali hapa Mungu wetu, tumeshuhudia maafa ya magari hapa, accident za pikipiki hapa, hata Mungu maafa ya watu kuinukania katika jina la Yesu. Na leo Bwana tunapinga kazi hiyo iliyotendeka mahali hapa Bwana, chukizo iliyekuja, laana iliyekuja Mungu wa Israeli tunayaharibu in the mighty name of Jesus. Mungu wetu na baba yangu, mbele yako Bwana ni watumishi wako Mungu wetu, tunatubu dhambi zilizotendeka, maafa yaliyotendeka, damu iliyomwagika, tunatubu Bwana katika jina la Yesu. Utuonee huruma, uturejeshe tena katika jina la Yesu. Na yale yaliyotendeka Mungu wetu na baba yetu, tumechukua mizigo hiyo na tumejiwekelea mabegani yetu na kutubu mbele zako
leo usamehe nchi hii, usamehe maeneo haya, usamehe maeneo ya Kirisoi, usamehe maeneo ya Kirengeti, hata Urunguruoni, maeneo ya Mona, maeneo ya Kiambu, maeneo ya Karikania, Kenya, Kenywa. Mungu wetu na Baba yetu, tumetubu dhambi zile katika jina la Yesu. Tuonee huruma, tuonee huruma, utusamehe. Na hiyo damu iliyomwagika inalia, na kwa sababu inalia, Mungu wetu, ardhi yetu imekataa kuproduce, imekataa kuzaa. Ng'ombe zetu, Mungu wetu, zimeafia kwa sababu ya dhambi zilizotendwa. Mbuzi zimekuwa chache, hata mazao yamekuwa duni kwa sababu ya dhambi zilizotendeka Bwana. Na sasa Mfalme, umetupatia kibali, ukatupatia nguvu ya kupanda na hata kujenga. Tunajenga madhabahu yako Yesu, ya mwana wa Mungu, na damu ya Kristo ivute makosa yote, ivute dhambi zote, ivute zote laana zote zilizotendeka katika maeneo haya, in the mighty name of Jesus. Hii ni lango la kuingia Molo. Na Molo Bwana imechukizwa, imekuwa na uchungu, imekuwa na maafa, imekuwa hata biashara zimekuwa duni katika jina la Yesu. Na sasa Mungu wetu, kwa sababu wewe ni Bwana, tunakuinulia madhabahu haya ya damu ya mwana kondoo aliyefia kwa sababu ya dhambi zetu. Ndio tumeinua in the mighty name of Jesus. And now we decree and we declare, mahali hapa ni huru, sehemu hizi ni huru, lango hili ni huru. Wote atakayeingia, wote atakayetoka, atakuwa amebarikiwa, atakuwa ameinuliwa, ataitwa mbarikiwa katika jina la Yesu. Asante Baba yetu, na asante Mungu wetu. Tumeomba yote katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Baba Mungu uliyeumba mbingu na ukaumba dunia, vyote ni vyako, viumbe vyote vya dunia hii ni vyako. Tumekuja hapa kwa ajili ya dhambi zetu ambazo tulizitenda. Zingine tulitenda kwa makusudio, na zile tulitenda bila makusudio. Kuna zile zilitendwa na babu zetu na baba zetu na kina mama wetu. Kuna zile zilitendwa na wazungu waliovamia maeneo haya. Na kuna zile baba tulitenda kupitia kwa mapigano ambayo yalikuwa maeneo haya. Ninajua na hata nasikia damu ikilia kutoka ardhini ya watu kama Belisoi, watu kama JJ, watu kama Karioki, watu kama watu kama Unyango, watu kama Wafula, Ondieki, wote ambao walikufa kutokana na mapigano, kutokana na maafa ya accident, kutokana na maafa ya confusion, ulevi na hata mauaji holela. Na kutoka siku ya leo, hiyo damu ambayo inalia, ambayo imefanya udongo huu kuwa chukizo, na silence katika jina la Yesu Kristo. Ninaituliza katika jina la Yesu Kristo. Ninainua msalaba wa Yesu, ninainua msalaba wa Yesu kuwa dhabihu, damu ya Yesu kuwa dhabihu, ikakomboe mji huu. Tunaukomboa, tunaulete mikononi mwako. Kutoka leo damu ya Yesu itamaraki, upendo wako utamaraki, mafundisho yako yatamaraki, na watoto wote wa maeneo haya, wawe ni kukaa, wawe ni shosho, wawe ni mama ni baba, fulana msichana, hata watoto wadogo, wafanyi wa biashara, watu wanaoenda kanisani, wahubiri, na watu wote wa tabaka mbalimbali, wawe ni Wakisii, Wakikuyu, Waluya, Wakalenjin, wote na wakabidhi mikononi mwako, na waanze kuvuna mavuno ambayo yanatokana na baraka zako. Na chochote kilichokuwa gate ama chuma ambazo zimewekwa kuzuia, zote ninazing'oa, zote ninazing'oa. Milango ya kuzimu yote ninaing'oa, mawe ya kuzimu yote ninaing'oa, mabonde ya kuzimu yote ninaing'oa, mavilima ya kuzimu yote ninaing'oa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Na kutoka leo ninafungua milango mipya. Kutoka leo natangaza maeneo haya yote yawe chini ya malaika wa Mungu, yawe chini ya Yesu Kristo, yawe chini ya Roho Mtakatifu, na yawe chini ya Mungu Baba.
that hakuna kitu ambacho kitainuka, iwe ni vita vya kikabila, havitainuka tena, iwe ni kufa kwa ng'ombe, hazitainuka tena, maana eneo hili limeitanishwa na ugonjwa wa foot and mouth, na kutokana na hiyo watu wamepata magonjwa, miguu yetu imepata magonjwa, wanyama wamepata magonjwa, kilimo chetu kimepata magonjwa, na hata watoto wetu wamepata magonjwa. Confusion imetuingia na hatuejui tuendapo. Makanisa yamejawa na confusion, mashule yamejawa na confusion, familia zimejawa na confusion. Na kutoka leo hivi ninavyomwaga mafuta haya, tunabadilisha hiyo hali yote katika jina la Yesu Kristo. Tunabadilisha, hakitateseka tena, kilimo hakitaangamia tena, watoto watabarikiwa, akina mama watabarikiwa, mimea itabarikiwa, wanyama watabarikiwa, na foot and mouth tunaibadilisha leo. Haitakuwa tena. Jina Molo tunaibadilisha, tunaliita jina lililo na baraka, kama vile Yesu alikuja akasema nibadilishie jina, hivyo hivyo tutabadilisha jina la Molo. Tena watu hawatateseka tena na madhabahu yoyote yaliyoinuliwa na waganga na wachawi na Illuminati na hata Freemason na devil worshiper, yote ninaikanso katika jina la Yesu Kristo. Somebody say amen. 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 Katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tangaza ushindi katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Katika jina la Baba na la Mwana. Kawe kuja wewe ni walango hii. Hapo ni walango hii hapa. Karibu mama, ni walango hii. Baba, na Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Haleluya. Baba wetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu twalishukuru jina lako, twaliheshimu, twalitukuza. Asante kwa sababu siku hii ya leo Bwana umetuleta mahali hapa pamoja na mtumishi wako ambaye Bwana ulinena naye na ukaweka ufunuo ndani yake. Leo Bwana ametukusanya kama watoto na watumishi wako, na Mungu wetu tumesimama hapa kwa ajili ya madhabahu ambayo yamekuwa yakinena mahala hapa. Na siku hii ya leo Bwana, madhabahu haya yamebeba watoto wetu, yamebeba wazee wetu, yamebeba wake zetu. Madhabahu haya yameleta hata ndoa kutoa kuachana. Bwana wa majeshi, tumeinua madhabahu haya na kusema ya kwamba kutoka wakati wa vita ya Mkikuyu na Mkalenjin kulifanyika ndoa nyingi kuachana kupitia hii lango, na leo tunasema ya kwamba malango haya, wewe malango, ndoa zilizoachana kupitia malango haya leo tunazirejesha katika jina la Yesu, na tunatangaza kila hiyo roho ambaye ni madhabahu yaliyoleta matengano kwa ajili ya vita, leo tunatangaza ya kwamba leo wote walioshikwa na madhabahu haya wakatawanywa katika nchi yetu yote, wengine wakaachana na watoto wao. Leo tunatangaza katika jina la Yesu, kutoka east, kutoka west, kutoka south na maeneo yote ya Kenya, warejeane, washikamane tena, maana madhabahu haya hayatanena tena katika jina la Yesu. Asante mtakatifu, twakushukuru. Tumekuwa tukipitia katika malango haya tukienenda katika huduma, na huduma zimekuwa stagnant kwa sababu ya madhabahu haya. Leo tunainua huduma madhabahu ya injili
katika maeneo ya Mochoro, maeneo ya Karirikania, maeneo ya Kiambereria, maeneo hata ya Orengurue na maeneo ya Moro na hata maeneo ya Kamwaora, katika jina la Yesu. Tunasema jina la Bwana litainuliwa katika jina la Yesu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu tunaomba na kuamini. Amen. Tuombee watu wa Kwale. Bishop, tumalize kuombea Kwale. Mtakatifu Baba wetu na Mungu wetu, katika jina safi la Yesu Kristo. Mahali hapa tumesimama, kuna seremala wengi. Eneo hili ni eneo la matimbo ya mawe, Baba yetu, kwa sababu watu hawa wana vipawa vya ujenzi. Tunaamini ya kwamba poromoko mojawapo ndipo mahali mioyo mingi iliingia, na damu ya wapendwa wengi wakaishia kwenye shimo hilo. Baba yangu, unaponinenea ya kwamba tubadilishe dhiki ya wapendwa hawa wanaochimba mawe haya na iwe furaha kwao. Tunafunga kila aina ya uharibifu wa fedha ambazo zinapatikana kutokana na uuzaji wa mawe haya. Baba wetu, katika jina safi la Yesu, tunasema watu hawa watabarikiwa. Fedha ambazo zinatoka sehemu tofauti tofauti ya nchi yetu itakuja kuwa baraka kwa wafanyakazi hawa. Itakapofika mifukoni mwao, ibadilishe familia zao na ibadilishe maisha yao kwa wema. Baba wetu, na hata mazao yanayotoka kwa mashamba ambayo ni viazi, mboga, mazao yote ya mashamba, iwe ni maziwa na iwe ni mifugo na wanyama, Baba yetu, yote inapita kwenye lango hili. Ukawabariki, ukabariki biashara hizo. Watakaoishi katika nyumba hizi ambao zimejengwa na mawe haya, wakiwa ndani, Baba wetu, uwabariki. Naomba nikiamini umetenda hayo, katika jina safi la Yesu aliye muumba na mwokozi wetu, tunaomba na kuamini. Amen. 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 Tunafungua baraka katika jina la Yesu. Tunatangaza huu kama mlango wa baraka. In the name of Jesus. Raba basaka kana mazanda. Raba burikanda la la. Na maeneo haya ndiyo ambapo yaliinuliwa madhabahu, na madhabahu haya yakawa madhabahu ya ajali, na watu wengi wakafa hapa, na madhabahu haya yananena kila wakati katika mji huu. Na kwa hivyo tumekusanyika hapa kama watumishi wa Mungu ili tuweze kuvunja madhabahu na tutangaze kwamba Molo yetu iko huru. Na kwa hivyo nitakaribisha mtumishi wa Mungu mchungaji Bishop Maura ili kwamba akanenee maeneo haya, tukatangaza kwamba mlango huu umefunguka katika jina la Yesu. Neno la Mungu linasema tutakachofungua hata duniani kitafunguliwa hata mbinguni. Maandiko inasema kwamba tumepewa mamlaka ya kufungua na kufunga. Na kwa hivyo kama mlinda lango wa upande huu, na kwa niaba ya walinda lango wengine, tunamkaribisha ili atuelekeze katika kuombea mji huu, mlango huu, katika jina la Yesu. Wacha tuombe. Baba Mungu wetu, katika jina la mwana Yesu Kristo, twakuenzi, twatangaza wewe ndiye Mungu wetu na Baba wetu. Na wasema kama vile mwana anaomba baba yake, na ombi lake linajibiwa. Tumekusanyika hapa tukiwa watumishi wako Bwana, tukilitia jina lako Bwana, ili tuwe na mbingu zilizo wazi kwa sababu ya Molo yetu na maeneo haya, katika jina la Yesu. Tunajua
unajua marango haya ni marango ambayo watu wengi wanapitia kuingia katika mji wetu wa Molo, na tunajua Bwana, maovu yanaweza kutoka Nakuru, yanaweza kutoka Murang'a, yanaweza kutoka Nairobi, yakachafua mji wetu. Na leo Bwana wa mabwana, tukiwa tumekusanyika, tunafungia kila uovu nje ya maeneo haya katika jina la Yesu. Hakuna madhabahu yatatoka nchi zingine yakaingia katika Molo yetu katika jina la Yesu. Bwana mabwana, tunakumbuka mara hapa ilifanyika ajali na watu wengi wakava na damu ikamwagika, ambao hata leo igari inalia. Tumeona maafa kila wakati katika barabara hii. Tunatangaza Bwana wa mabwana, madhabahu yaliyoinuliwa kwa njia ya damu tunainyamazisha katika jina la Yesu. Bwana wa Mungu aliye hai, damu ambayo imekuwa ikimwagika katika mji wetu wa Molo na hii barabara yetu ya kutoka Nakuru tunainyamazisha kwa damu ya Yesu. Bwana wa Mungu aliye hai, barabara itagia ijengwe kama miezi 5. Tumeona mahala hapa ajali zaidi ya 50 na wengine wamekufa. Leo tunatangaza haya madhabahu haitaitisha damu nyingine ya watu wa Molo in the name of Jesus. Na leo tunainua madhabahu ya damu ya mwana kondoo Kristo Yesu, mwana wa Mungu aliye hai, itakaonyamazisha madhabahu mengine yote in the mighty name of Jesus. Tunashukuru Bwana kwa sababu ya damu yako iliyomwagika msalabani, na ukasema damu hiyo hata leo ikali inanena, hata leo ikali inatakaza. Tuatakaza maeneo haya kwa damu ya Yesu, tuatakaza barabara hii kwa damu ya Yesu, na ni katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Amen, 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 amen. Na kwa hivyo tunasimama kwenye madhabahu haya tukitangaza kwamba madhabahu yote yaliyoinuliwa ya uchungu wainyamazisha kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Kila madhabahu tunayanyamazisha kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tunanyamazisha madhabahu hayo yenye madai ya damu kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Waliopata ajali hapa, damu yao inalia, ikililia familia zao, tunainyamazisha katika jina la Mwana na la Baba na la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Mizizi ya damu iliyokamilika hapa kwa jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Amen. Tunanyamazisha kila sauti katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tunaendelea hivyo wachungaji tu Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Kila aina ya umwagaji wa damu. Katika jina la Baba wa damu ya Yesu Kristo mahali hapa katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Tunanyamazisha madhabahu yote ya damu ya watu kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Nyamazisha haya madhabahu ya damu katika jina la Baba na Mwana. Katika jina la Yesu. Bethel Clouds TV, empowering lives.